Bahati wa Apostles of Jesus. Tuko hapa siku ya leo kufunga ya harusi ya ndugu Thomas na dada Selina Rimoi. Tunawatakia maisha mema katika ndoa yao na katika mafanikio yao, ili Mungu aendelee kuwabariki waweze kuwa na familia njema yenye furaha na matumaini katika maisha yao. Amina. Kwa majina anaitwa Thomas Ludovic Karia. Leo tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka 2025, namshukuru sana Mwenyezi Mungu nimeweza kufunga ndoa takatifu na mpenzi wangu Selina Rimoi. Tunawashukuru wazazi, ndugu, jamaa na marafiki wote ambao wamekuwa pamoja na sisi na kufanikisha kutimia kwa jambo hili. Lakini pia tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa baraka hii. Ni matumaini yangu na ni maombi yangu tudumishe upendo, tuishi kwa amani na kwa furaha ili tuendeleze vizazi vijavyo. Asante. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa tarehe ya leo. Pia namshukuru Bwana harusi kwa kuniteua mimi kusimamia sherehe yake. Ni siku ambayo ilikuwa ni siku nzuri ambayo tumesubiria. Kwa jina naitwa Rafael Kimati. Namwombea bwana harusi aweze kuishi vizuri na familia na mke wake. Pia ndoa idumu, kwani ndoa ni mtihani. Lakini endapo watampendeza Mwenyezi Mungu, na Mungu ataweza akabariki. Na sherehe ya leo nadhani kwamba itakuwa ni nzuri kwa sababu tumejiandaa vizuri, familia iko vizuri. Bwana harusi kapendeza, wasimamizi wamependeza. Kwanza pia nimshukuru bwana harusi kwa kuniteua mimi na mke wangu ili kuweza kusimamia jambo hili. Niwatakie baraka bwana harusi na bibi harusi, waishi vizuri, waishi kwa amani, ndoa idumu milele na milele. Kwa majina naitwa Irene Peter Kimaro.
Nimefurahi kuchaguliwa kuwa msimamizi wa ndoa ya Thomas Ludovick Karia na Selina Rimoi. Tunayo furaha, tunawakaribisha wote kusherehekea siku. Pia tunatakia fanaka waishi ndoa yao, waishi kwa amani na upendo.
ndoa yao. Tuko hapa kuwasindikiza na zaidi tuweze kuwaombea ili hii ndoa yao iweze kuwaletea matunda na baraka katika maisha yao. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Karibuni katika ibada takatifu ya misa tunapowaombea Bwana Thomas na Bi Selina ili Mungu awasaidie kupata baraka ili hivi wanachokitafuta kuanza ndoa yao waletea amani na baraka katika familia zao. Pia tuombee sisi wenyewe tupate kubariki ili tuweze kuishi Kristo wetu katika maisha yetu hapa duniani kama ya Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo tutakuwa na ndoa halafu tutakuwa na ubatizo. Basi tuwape wote pamoja na mtoto wao ili waendelee kuwa wema na wenye kumpendeza Mungu katika maisha yao ya kila siku. Kabla tujamtolea Mungu na sala zetu siku ya leo, tujute kwanza makosa yetu ili yale tutakayomtolea Mungu kuzaa matunda katika maisha yetu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi na nguvu zangu kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo na kwa kutimiza wajibu, nimekosa sana. Ndiyo maana naomba miaka ya milele ili daima malaika na watakatifu wote nanyi ndugu zangu niombeni kwa Bwana Mungu wetu.
waadhimishie katika nyakati za binadamu, ili kile kilichounganishwa kwa mapenzi yako kihifadhiwe kwa msaada wako. Tunaomba hayo kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala na kila mmoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo la kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 18 hadi aya ya 24. Bwana Mungu alisema, si vyema huyo mtu awe peke yake, nitamfanya msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa porini, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akaufunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mifupa kati ya mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana amemtawalia katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Neno la Bwana.
ilivyoandikwa na Marko. Sura ya 10 aya 6 hadi ya 9. Yesu alisema, tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu, Mungu aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo, mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Neno la Bwana. Alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Tuko hapa kanisani siku hii ya leo kwa mwaliko wa Bwana Thomas na Bi Selina wanapomwomba Mungu abariki ndoa zao. Sisi tumekuja tuwasindikize, sisi tumekuja tuwaombee, ili kile Mungu atakachokiunganisha kati yao kiweze kuwaletea matunda, kiweze kuwaletea furaha katika maisha yao. Tumesikia katika somo la Injili kwamba alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Kwa hiyo tunapokuja pamoja, ni kitu ambacho Mungu ameshakiunganisha, ni kitu Mungu ambacho Mungu ameshakiunganisha kwenyewe. Sisi tunakuja kushuhudia, na basi Yesu anasema kwamba kama Mungu aliunganisha mume na mke, na Mungu akawabariki, mwanadamu asitenganishe. Tunapokuwa na hawa ndugu, tuwaombeni kwamba Mungu awasaidie waweze kuweka maagano yao na waweze kuishi maagano yao. Na katika kuishi maagano yao kuna vitu vitatu watu wanatakiwa kufuatilia. Kwanza, upendo. Wawe na upendo kati yao, kwa sababu kuna ile amri ya Mungu inasema kwamba upende jirani yako kama nafsi yako. Thomas, mpende Selina kama nafsi yako, na Selina mpende Thomas kama nafsi yako. Ukiweza kupata upendo, basi ndoa yenu itasimama. Na kitu cha pili tunachotakiwa kufanya ni kuwa na humility, kwamba uweze kutambua kwamba kuna mzani ambaye ni Mungu amepatia, na sisi kama binadamu tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, na kila mmoja wetu ameumbwa in a special way, ni unique way, kwamba hakuna anayefanana na mwingine kwa tabia. Kwa hiyo natakiwa kwamba uzuri ule mzazi ana tabia ya gani, ili nawe uweze kupita katika ile tabia yake. Ndio maana natakiwa kuwe na humility. Na kitu cha tatu tunachotaka kufanya ni kusameheana. Tumesikia katika somo la kwanza, Mungu alisema ni mpe mtu anayefanana naye. Mungu hakusema kwamba anakupatia malaika,
ambayo tunapatia, na sababu hatufanani, basi ujue kwamba mshamba na kasoro fulani, mwenzangu na mtu fulani, na tunatakiwa nisamehe kwa sababu tuleta kwa yangu kwamba muweze kuishi kwa amani na kwa upendo. Kama unaweza kufuatilia mambo matatu, familia yako itasimama, dunia yako itasimama. Upendo, humility and forgiveness. As we pray, tuendelee kuwaombea Mungu awasaidie waweze kuweka maridhiano, waweze kuishi kile ambacho wanakiahidi mbele yetu, waweze kuishi kile ambacho wamekuwa wakitafuta, kwa sababu Mungu alisema na kupatia msaidizi. Hakusema kwamba anakupatia mtu wa kwenda kumtawala, msaidizi, kwamba tusaidiane. Na katika familia basi tunatakiwa tusaidiane, kwa sababu kila mtu ana wazo lake, kila mtu ana namna yake ya kuishi, na tukiunganisha basi kwa pamoja tutaweza kuishi kwa amani na kwa furaha. Tuombe Mungu awasaidie ili wanapoanza maisha yao waweze kuwa maisha yenye furaha, maisha yenye amani na maisha yenye utulivu. Na Mungu najua kwamba ukimwomba kuna Mungu ambacho atakupa. Na katika kuishi basi tunatakiwa tusali. Sala kiwe kitu cha mbele. Pamoja na kwamba utakuwa na utajiri wako, utakuwa na kile ambacho uko nacho, usisahau sala. Kwa sababu sala ndio inatusaidia tuweze kuwa na upendo. Sala ndio inatusaidia tuweze kuwa na humility. Sala ndio inaweza kutusaidia tuweze kuwa na kusameheana. Basi tumwombe kila siku katika maisha yetu, na msisahau sali jioni, sali asubuhi, ili Mungu aendelee kuwaongoza. Na mkiwa katika sala, hakuna ambalo litakuwa limekwenda, kwa sababu mtakuwa naongozwa na Roho wa Mungu. Lakini kama hamuongozwi na Roho wa Mungu, ndio kunakuwa na gombana, kunakuwa na kuchukiana, kwa sababu Mungu mmemweka Mungu pembeni. Lakini mkimweka Mungu kati yenu, basi ile amani itakuwepo, ile upendo utakuwepo, na nyinyi mtaweza kuishi kwa amani na kwa furaha. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tunaendelea na ibada yetu ya ndoa. Ndugu zangu, nimefika hapa kanisani ili mapendo yenu yapate kutiliwa muhuri mtakatifu wa Bwana mbele ya wajumbe wa kanisa na mbele ya watu waliopo hapa. Kristo ayabariki sana mapendo yenu, na kwa sakramenti hii ya pekee anawaneemesha na kuwaimarisha hao aliokwisha kuwatakasa kwa ubatizo mtakatifu, ili waweze kudumisha uaminifu katikati yao na kutimiza shughuli nyingine za ndoa. Ndivyo maana na wahoji mbele ya kanisa hili na nia zenu. Thomas na Selina, je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti au amri kwa moyo radhi? Je, muko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana katika maisha yenu yote? Je, mko tayari kupokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Basi kwa kuwa kwa makusudi kufanya maagano ya ndoa takatifu, pianini mkono wa kuume kuonyesha kwa makubaliano kwa mbele ya Mungu na mbele ya kanisa. Basi kwa kuwa mwakusudia kufanya maagano na ndoa takatifu, pianeni mkono wa kuume ili kuonyesha makubaliano yenu na Mungu na kanisa.
Thomas, unampokea Selina awe mke wako, tena waahidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya. Mpende kumheshimu siku zote za maisha yake. Ndio napokea. Kwa sauti tusikie. Ndio napokea. Selina, unampokea Thomas awe mume wako, tena waahidi kuwa waaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya. Mpende na kumheshimu siku zote za maisha yako. Ndio nampokea. Ukubaliano wenu huu ulioonyeshwa mbele ya kanisa, Bwana adhihirishe kwa wema wake, apende kuwazidishia wingi na baraka zake. Aliyeunganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Bwana uzibariki pete hizi, mtakazozifaa ziwe ishara na mapendo na uaminifu. Mwenzangu, pokea pete hii. Mwenzangu, pokea pete hii. Iwe ishara ya mapendo yangu. Iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako. Na uaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mwenzangu, pokea pete hii. Mwenzangu, pokea pete hii. Iwe ishara ya mapendo yangu. Iwe ishara ya mapendo yangu. Na uaminifu wangu kwako. Na uaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, waombea hawa waliofunga ndoa mbele ya macho yetu. Bwana, uliye asili ya kila ubaya, uwape hawa wana na bibi harusi neema yako. Tutaitikia tukuomba usikie. Wawe mmoja katika roho na mambo yote, wasikae pamoja kama bwana na mjakazi, bali wapendane kama Kristo anavyopendana na kanisa lake. Bwana, wavumiliane na kuzoeana kwa saburi na mapendo, wasali daima na kuombeana kwa Mungu. Bwana, wawalee watoto wao vyema na kuwapeleka kwa Kristo, wawakabidhi wajukuu mila za wazee zilizo njema. Bwana, nyumba yao iwe kanisa ndogo, familia yao iwe msingi kwa taifa. Bwana, Mwombee Thomas na Selina wanapofunga hii ndoa yao. Mungu aendelee kuwabariki katika maisha yao, waweze kuwa na amani na upendo. Tunakuomba Bwana. Tujiombee sisi wenyewe ambao tunashuhudia ndoa hii, tuendelee kuwaombea ili Mungu aweze kuwapatia ile amani wanayohitaji katika familia yao. Tunakuomba Bwana. Mungu, wasaidie hawa watu wa ndoa, watumie daima neema ya sakramenti
wasifungie sheria 5 mlangoni hata mara moja, waishi vyema na kusali pamoja, ili Bwana Yesu aweze kukaa katikati yao na maisha yao. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Sasa kinachofuata ni ubatizo. Umempa mtoto wenu jina gani? Ariana. Mwamwombea nini Ariana katika kanisa la Mungu? Ubatizo. Je, napomwombea mtoto wenu ubatizo, mwafahamu wajibu mnaopokea, yaani kufundisha imani apate kuishi amri za Mungu na kumpenda jirani kama Kristo alivyotufundisha? Je, wewe msimamizi uko tayari kuwasaidia wazazi wa mtoto huyu katika wajibu wao? Ariana jamii hii ya Wakristo na kupokea kwa furaha kubwa, nami kwa jina lao nakutia ishara ya msalaba, na wazazi wako na msimamizi watatia pia ishara ya msalaba wa Kristo mkombozi. Ndugu zangu, tumwombe Bwana wetu Yesu Kristo ashushe rehema zake kwa mtoto huyu atakayepata neema ya ubatizo, wazazi na wasimamizi nao wote waliobatizwa. Tutaitikia kwa kuomba usikie. Usimame. Kwa fungo takatifu la kifo na ufufuko wako, upende kumjalia mtoto huyu uzima mpya kwa ubatizo na kumwingiza katika kanisa lako takatifu. Bwana, kwa ubatizo na kipaimara upende kumfanya awe mfuasi wako mwaminifu na shahidi wa Injili yako. Bwana, kwa utakatifu wa maisha yake upende kumfikisha kwenye furaha za ufalme wa mbinguni. Bwana, upende kuwafanya wazazi hawa na msimamizi wawe mfano mwema wa imani kwa mtoto wao. Bwana, upende kuwahifadhi daima jamaa zake katika upendo wako. Bwana, upende kufufua ndani yetu sote neema ya ubatizo. Bwana, Maria mtakatifu, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu, Mtakatifu Yohane Mbatizaji, watakatifu Petro na Paulo, Mtakatifu Ariana, watakatifu wote wa Mungu. Mungu Mwenyezi wa milele, ulimtuma mwanao ulimwenguni apate kufukuza ndani yetu nguvu ya Shetani, aliyeteka mwovu apate pia kumwondoa mwanadamu gizani na kumwingiza katika ufalme wa ajabu wa nuru yako. Tunakuomba kwa unyenyekevu, ili mtoto huyu akishaondolewa dhambi ya asili afanye hekalu la utakatifu wako, naye Roho Mtakatifu apate kukaa ndani yake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ikukinge nguvu ya Kristo Mwokozi, tunavutia alama yake kwa mafuta ya wokovu katika huyo Kristo Bwana wetu, anaishi na kutawala daima.
Ndugu zangu, tumwombe Bwana Yesu Mungu Mwenyezi amjalie mtoto huyu uzima mpya kwa maji na Roho Mtakatifu. Ndugu zangu wazazi na wasimamizi, mtoto huyu kuleta karibu apate uzima mpya kutoka katika mapendo ya Mungu kwa maji na Roho Mtakatifu, sakramenti ya ubatizo. Basi ninyi mtajitahidi kumlea mtoto katika imani, kusudi uzima ule wa Mungu usichafuke, bali uweze kukua ndani yake siku zote. Basi iwapo kwa imani yenu mko tayari kupokea wajibu huo, mkikumbuka na ubatizo wenu ninyi wenyewe, kataeni dhambi na kuungama imani katika Kristo. Hiyo ndiyo imani ya kanisa wanaobatizwa watoto. Mwamkataa Shetani na mambo yake yote na fahari zake zote. Mwasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia. Mwasadiki kwa Yesu Kristo mwana pekee Bwana wetu, alizaliwa na bikira, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, amekaa kuume kwa Baba. Mwasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa Katoliki takatifu, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuo wa miili na uzima wa milele. Hiyo ndio imani yetu, hiyo ndio imani ya kanisa, tunayoona fahari kuungama katika Yesu Kristo Bwana wetu. Je, mwataka aliana upate ubatizo katika imani na kanisa? Imani tuliyofikiri sote hivi pamoja nanyi. Watatu. Ariana na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu Mwenyezi, Baba na Bwana wetu Yesu Kristo, alimwokoa mtoto huyo katika dhambi, akampa uzima mpya kwa maji na Roho Mtakatifu. Anapokwa sasa mafuta matakatifu ya Krisma ili ujiunge na taifa lake. Uendelee kuwa kiungo cha Kristo, kuhani, nabii na mfalme, hadi upate uzima wa milele mbinguni. Ariana, umekuwa sasa kiumbe kipya kwa kuvaa Kristo. Nguo hii nyeupe iwe ishara ya cheo chako, nawe ukisaidiwa kwa maneno na mifano ya jirani yako, ukaifikishe safi katika uzima wa milele mbinguni. Amina.
Pokea mwanga wa Kristo. Ninyi wazazi na wasimamizi, mmepewa mwanga wa Kristo mpate kuulinda. Mumsaidie mtoto wenu atembee daima kama mtoto wa nuru, adumu katika imani, na hivyo mwisho huo mbinguni mtoto huyu pamoja na watakatifu wote waweze kumlaki Bwana. Ndugu zangu, mtoto huyu Bwana Yesu aliyefanya kiziwi na bubu kusema, akujalie uweze kusikia kwa masikio na neno lako na kuungama kwa mdomo imani ya Kristo kwa sifa na utukufu wa Mungu Baba. Amina. Kwanza mtoto amekuwa Ndugu zangu, mtoto huyu alizaliwa upya kwa ubatizo. Sasa anaitwa mtoto wa Mungu, na kweli ni mtoto wa Mungu sawa na sisi. Baadaye atapokea utimilifu wa Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara. Tena katika komunyo takatifu atampokea Bwana aliyetolewa sadaka. Sasa kwa jina la huyo mtoto Mungu tusali kama Bwana alivyotufundisha. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Kristo Bwana wetu. Amen.
Mjeni kubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakuomba upokee vipaji tunavyokutolea kwa ajili ya kulitukuza jina lako na la ndoa, na kule ulichokiunganisha kwa wema wako, ukitunze kwa majaliwa yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tunakushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele. Wewe umetaka maungano ya ndoa kwa nia bora ya mapatano na kifungo thabiti cha imani, ili upendo safi na ndoa takatifu ikuongoze watoto wenu. Bwana, kwa Mwokozi wako na kwa neema yako unapanga haya yote mawili kwa namna ya ajabu, kwa kuwa kama vile kuzaliwa kwa mwili yatimiza duniani, kuzaliwa kwa Kristo kuliongezea kanisa kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twaimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila Bwana, kweli utakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba utakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake,
Alitoa mkate, akushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatoa kikombe, akushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na sasa tutangaze fungu la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakaporudi. Kwa hiyo, Ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na kufufuka kwa Mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo, tusali na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, kumbuka sala kwenda popote duniani, ulikamilisha katika upendo, pamoja na Baba Mtakatifu Leo wa 14 na askofu wetu Yosefu Mbinde na wakleri wote. Ee Bwana, wakumbuke pia ndugu zetu Thomas na Selina ambao umewajalia wafikie siku hii ya ndoa yao, kusudi kwa neema yako wadumu katika upendo na amani. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia katika wakiwa na tumaini la ufufuo, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote walikupendeza tangu kale, tusali kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Katika mkono wetu na kufuata mafundisho yake ya Mungu, tunashukuru kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Amen. Naomba maharusi wapige magoti hapa mbele. Ndugu wapenzi, tunakuombea kwa unyenyekevu Bwana awamiminie kwa wingi baraka za neema yake watumishi wako hawa waliofunga ndoa katika Kristo na waliounganishwa kwa agano takatifu, na
siku yote kwa enzi yako kuu, bila kumainia kitu kwa kesha kupanga yote na kumuumba mtu kwa mfano wako, ukamfanya mwanamke awe msaidizi wa Mungu asiyetengana naye, ili wasiwe tena mwili ila mwili mmoja. Umefundisha na kuwa uliowapenda kuyaunganisha, si halali kamwe kuyatenganisha. Ee Mungu uliyependa kutia katika maagano ya ndoa ishara ya sakramenti ya umoja katika Kristo na kanisa, uwaweke wakfu wa kifungo cha umoja wa mume na mke kwa fumbo kubwa hilo. Ee Mungu uliyeagiza kwamba mwanamke ambatane na mumewe kwa ajili tangu mwanzo ushirika huo ambao wala kwa adhabu ya dhambi ya asili wala kwa hukumu ya gharika kufuatilia mbali, watazame kwa wema watumishi wako hao waliofunga ndoa, wanaotazamia kuimarishwa kwa baraka yako. Upeleke juu ya neema ya Roho Mtakatifu kusudi kwa ajili ya upendo uliomuminia ndani yao wadumishe uaminifu katika maagano yao ya ndoa. Neema ya upendo na amani ikae ndani ya binti yako huyu Selina, daima afute wanawake watakatifu waliofikisha katika maandiko matakatifu. Moyo wa mume wake uwe wa imani na uwe na amani naye, amtambue kuwa mwenzi na mrithi mwenzake kwa neema ya uzima, ampe heshima ipasavyo, ampende daima kama Kristo alivyopenda kanisa lake. Na sasa, Ee Bwana, tunakuomba kwa watumishi wako wadumu imara katika imani ya amri zako, wakae unyumba, watambulikane kwa tabia yao njema. Injili iwatie nguvu, wamshuhudie yeye mwenye Kristo kwa wema wako. Wewe na baraka ya kuzaa wawe na wazazi waliokoma katika fadhila, wote wawili wajaliwe kuona watoto na watoto wao, na baada ya kufikia uzee unaohitaji, mwisho wafike uzima mwenye heri na ufalme mbinguni, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Oh
za ulimwengu. Heri walioalikwa kwenye karamu ya Mwana-Kondoo. Kristo alilipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake ili apate kujiletea mke mtakatifu asiye na waa.
ili kwa kuunganisha katika muungano mtakatifu na uliowathibitisha kwa mkate mmoja na kwa kikombe kimoja, uwajalie wawe moyo mmoja katika upendo, na kwa hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tunakaribisha wazazi na marafiki wa bibi harusi na bwana harusi waweze kutuletea sadaka yao, sadaka ya shukrani. Sisi ambao tunasindikiza, tusiwasindikize tu leo, tuendelee kuwasindikiza kwa sala zetu kila siku katika maisha yetu, ili tuungane nao kumwomba Mungu awasaidie katika maisha yao ya mbele, waweze kuishi kwa maisha kwa furaha, kwa amani katika familia zao. Ndio kwamba tuendelee kuwaombea Mungu aendelee kuwabariki na kuwapatia neema katika maisha yao. Bwana awe nanyi.
tupate kuwa baraka ya watoto wetu, faraja na marafiki na amani ya kweli na wote. Mwe mashahidi wa mapendo ya Mungu ulimwengu, kusudi wenye huzuni wahitaji wapate ukarimu wenu, na hatimaye kwa moyo wa shukrani wapokee katika makao ya milele. Nanyi nyote mkusanyikao hapa, Mungu Mwenyezi awabariki. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
yetu.